Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka nikufundishe Roho Mtakatifu kwa matendo. Amen. Najua umemsikia Roho Mtakatifu, umeandika notes nyingi sana, si ndio? Sasa mimi sikufundishi kwa notes, na mimi Roho Mungu amenifundisha kutofundisha vitu kwa notes. Natamani kile ninachokifundisha akidhihirishe kwa matendo, kionekane. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Nimesema ukinipa moyo wako tu ukaamini kunielewa, utapokea katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa tunapozungumza Roho Mtakatifu, nikupe kidogo. Zungumza Mungu Baba ni Mungu mwenyewe. Unapozungumza Mungu Mwana au Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe. Unapozungumza Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. So unaposikia Roho Mtakatifu usisi kuwa nikajamaa kama kapo hitu kadogo kadogo ambao kapo chini ya Mungu Mwana, kapo chini ya Mungu Baba. No. Mungu tunasema yupo katika nafsi tatu, lakini Mungu ni mmoja. Haleluya. Unapozungumza Mungu Baba ni yule yule, Mungu Mwana ni yule yule, Roho Mtakatifu ni yule yule mmoja. Amen. Sasa nataka nikupeshe kidogo ili umuelewe Roho Mtakatifu ni nani. Mungu alipompa mwanadamu baada ya kuwa dhambi zimeanza kuja duniani au wanadamu kuasi, wanadamu wakaanza kuongezeka. Walipoanza kuongezeka, Mungu amefanya kazi katika namna tatu. Yaani tangu Mungu ameumba dunia, Mungu amejidhihirisha duniani katika hali tatu. Hali ya kwanza, Mungu alijidhihirisha kama Mungu Baba kipindi kile cha Agano la Kale. Amen. Nafsi iliyokuwa inadhihirika sana kwa mwanadamu ilikuwa ni Mungu Baba. Na huyo Mungu Baba sasa alikuja na sheria nyingi sana, akampa Musa, akaja na amri nyingi, na alikuwa mkali sana. Nisikilize nielewe. Amen. Amen. Mungu alipokuja katika nafsi ya Mungu Baba alikuwa mkali sana. Na ndio maana kipindi kile ilikuwa ukivunja sheria yoyote unakufa hapa. Yaani hakuna muda kutubu. Haleluya. Wana wa Israeli kilichowakuta jangwani ni hatari. Walitoka wengi lakini walifika wawili waliotoka kambini kabisa. Hiyo ni kwa sababu aliyekuwa na control kipindi kile alikuwa ni Mungu Baba, alikuwa hana upande na mwanadamu. Haleluya. Akaleta amri nyingi lakini wanadamu wakazivunja. Yaani walikuwa wanapigwa na kufa lakini Baba anafanya nini? Wanazivunja tena. Mwenzake anamwona Garame amekufa lakini mwingine anarudia hivyo hivyo. So lengo la Mungu alikuwa anatafuta huyu mwanadamu arudishe mahusiano ya yeye na mwanadamu baada ya kuwa amepoteza mahusiano katika bustani ya Edeni. So Mungu alipokuja kama Mungu Baba akajidhihirisha kwa mwanadamu, akawa anatoa amri nyingi akijua kwamba labda hao watu wataniheshimu, wataniogopa, lakini hawakumuogopa Mungu. Waendelea kufanya dhambi, waendelea kufanya uovu wanadamu. Mungu anasema basi kwa sababu imekuwa hivi, ndio tunaona pale katika kizazi cha kila Nuhu wakateketezwa kwa moto, kwa maji, Sodoma na Gomora wakapigwa kwa moto, lakini wanadamu waliendelea kufanya dhambi. Haleluya. Na kusudi la Mungu alijua labda kwa sababu nimewapiga kwa maji ya watu, wewe wataniogopa, lakini hawakuogopa. Hii ndio roho ya wanadamu ilivyo, imejaa kiburi. Kikaja kizazi cha pili, Sodoma na Gomora wakapigwa kiberiti wote, wakafa. Lakini mwanadamu hakusikia, aliendelea kufanya nini? Ndipo sasa Mungu akasema kwa sababu nimetoa sheria nyingi lakini bado hawajaamini hao watu, akasema ngoja nije kwa namna nyingine duniani nikae. Mara kipindi kile cha kwanza alikuwa anaongelea malaika, alikuwa atoa amri akiwa mbinguni, lakini akasema ngoja basi nikidhihirishe kwao wanione, huenda wataniamini, huenda wataniogopa labda. So Mungu akatengeneza mpango wa yeye kushuka, tukamwita Yesu. Kwa
kuna mwana ambaye ni Yesu Kristo. Alikuwa ni Mungu mwenyewe. Lengo lake anatamani kupatanisha yeye na nani? Na mwanadamu. Alikuwa anatafuta pointi ambayo atamuunganisha mwanadamu na nafsi yake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndipo Mungu mwenyewe sasa aliposhuka duniani kama Yesu Kristo, akatengeneza upendo, akajiweka kwa mwanadamu, akamwambia upendo wake mwanadamu jinsi ulivyo, akatufundisha vitu vingi sana. Lakini pia akatuamuru tufanye yale ambayo yeye alifanya nini? Aliyafanya. Kwa alikuja kutuelekeza namna ambayo tunapaswa kufanya. Akasema tuhubiri Injili, tuwafanye watu wengine kuwa watoto wa Bwana, tuwageuze mioyo yao imrudie nani? Mungu. Alipokuja kwa mitume, alipowapata mitume wale, akaanza kuwatengeneza ili wao watengeneze wengine. So ni ajabu tangu nimeokoka huko mahali hapa, alafu hujawahi kumwita muumini mahali hapa, ni ajabu. Nataka nikupe challenge leo mbele ya mchungaji. Haleluya. Ukiona umeokoka una mwaka mzima hujawahi mleta mtu hapa, una shida. Inapaswa tukuulize kwa nini. Kusudi la Mungu asema nendeni mkawafanye wengine kuwa wanafunzi. Inapaswa unapotoka hapa Jumapili, kabla ya Jumapili ijayo, uhakikishe katikati ya wiki hapa angalau umepata hata mtu mmoja. Umwambie njoo twende kanisani, umsikilize hata mchungaji wako anachokizungumza. Bwana asifiwe sana. Nisikilize watu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kinacholiponza kanisa linajiona kama waumini, halijioni kama wanafunzi. Yesu aliwaita wanafunzi wake wanafunzi, alikuwa hawaiti waumini. Hili jina waumini limefanya kanisa lidumae. Ukiwa hapa kanisani kama mwanafunzi, maana mwanafunzi tunategemea anapotrainiwa, anapopokea maarifa ayapeleke kwa watu wengine. Hiyo ndio sifa ya mwanafunzi. Huwezi kuwa mwanafunzi alafu usome umalize alafu ukae na kile ambacho ukisoma ukae nacho mpaka uzeeke. So tukiishi kanisani kama wanafunzi, hapa patajia kwa dakika chache, yaani patakuwa badogo mpaka mtabomoa muongeze kanisa. Bwana asifiwe sana. Changamoto ni kwamba waumini tunajua kwamba wanajua kwamba kazi ya kuleta watu kwa Yesu kanisani ya mchungaji, sio ya mchungaji. Nataka nisikilize. Kazi ya kuiongeza kanisa si ya mchungaji, si ya mwinjilisti, sio ya mwalimu, sio ya nani, ni ya wewe. Amina. Haleluya. Baba akiwa hapa, yeye anataka, lengo la Mungu kumweka mahali hapa ni wewe utakapoenda huko duniani umletee mtu. Huyu baba atakutana na Mungu sirini ili Mungu ampe majibu ya yule mtu. Ukileta watu 5 mahali hapa, alafu pastor akakutana na Mungu, Mungu akampa majibu ya kuwapa watu ninyi, hawatakosekana 3 wanaobaki kwenye hao 5. Bwana asifiwe sana. Ile shida ni kwamba tunasubiria mchungaji ndo aenda akahubiri huko alete watu wengine kanisani. Wewe umekaa. Haleluya. 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 Na kutuma katika jina la Yesu. Nenda kalete watu mahali hapa.